Mvua ya ghafla ilianza kunyesha pale juu ya mwamba wa korongoni, ikiosha damu iliyokuwa mikononi mwa Salma, lakini haikuweza kuosha ule uchafu uliokuwa moyoni mwake. Walipokuwa wakimbeba Amina kuelekea gari la dharura, Mama Abdul alikuwa akilia kwa sauti iliyojaa ghadhabu na huzuni, lakini haikuwa huzuni ya mama aliyepoteza mkwe au kijana wa jirani. Ilikuwa huzuni ya mkakati uliokwama. Salma, akiwa amegubikwa na hofu, alimwangalia mama yake kwa pembeni. Katika mwanga wa umeme uliopasua anga, aliona uso wa mama yake ukibadilika. Haukuwa uso wa huruma aliyouzoea. Ulikuwa uso wa baridi, uso wa mtu anayehesabu hasara ya biashara iliyoharibika. Siri nzito inafichuka. Walipofika hospitali, daktari alimwita Mama Abdul pembeni. Salma, kwa kudadisi, alijificha nyuma ya mlango wa wodi, akisikiliza. Mama, hatuelewi kilichotokea, daktari alisema kwa sauti ya chini. Damu ya Amina ina kiasi kikubwa cha sumu ya neurotoxin ya taratibu. Hii dawa haijaanza leo, imekuwa ikitolewa kwa dozi ndogo kwa miezi mingi sasa. Hii ndio imekuwa ikisababisha ulemavu wa miguu yake. Salma alihisi kama anapigwa na radi. Mungu wangu, alijinong'oneza. Kumbe, yule aliyemwita mama hakuwa mama yake Amina, na yule aliyemwita dada alikuwa tu chombo cha kuangamiza. Mama Abdul alikuwa akimlisha Amina sumu taratibu ili amfanye kilema, ashindwe kuolewa, na mwisho wa siku apoteze mali zote za urithi. Mtego wa Mama Abdul. Mama Abdul aliporudi wodi, hakuonyesha wasiwasi tena. Alimgeukia Salma, uso wake ukiwa umekauka kama jiwe. Salma. Umejifunza vizuri sana. Ulimtoa Juma ili uwe peke yako na Amina, lakini umeniharibia mipango yangu. Sasa, inabidi umalize kazi. Salma alitetemeka. Mama sikujua unampa Amina dawa. Ulinidanganya. Mimi si mama yako Salma. Mimi ni msimamizi wa mali hizi, Mama Abdul. Si sahihi, alimjibu kwa dharau, akitoa kopo dogo la dawa kutoka kwenye mfuko wake wa gauni. Amina akiamka, lazima tumalize mchezo huu. Mpe hii kwenye maji yake. Ukikataa utajua kwa nini niliweza kumfanya dada yako awe kilema bila yeye kujua. Amina anaamka. Amina, akiwa amefumbwa macho kwenye kitanda cha hospitali, alikuwa akisikia kila neno. Alikuwa amejifunza siri kuu. Yeye si mtoto wa mwanamke huyu, na Salma ni kibaraka tu wa mwanamke huyu katili. Alihisi maumivu makali, lakini sasa kulikuwa na kitu kingine, kuchukia. Sasa najua kwa nini miguu yangu ilikufa. Salma alikaribia kitanda cha Amina, kopo la dawa likitetemeka kiganjani mwake. Alimwangalia Amina, ambaye alikuwa akionekana kama malaika aliyeteswa. Salma alikumbuka uaminifu wa Amina kwake. Katika sekunde ile, Salma alifanya uamuzi. Alimgeukia Mama Abdul aliyekuwa akitazama kwa tabasamu la kishetani. Mama Amina amekataa kunywa maji, Salma alisema kwa sauti ya kukaba. Mama Abdul alikaribia kitanda. Mpe mimi. Kabla Mama Abdul hajafika, Salma alimrushia maji yale ya dawa usoni, na kabla mwanamke yule hajaelewa kinachoendelea, Salma alipiga kelele, daktari! Msaada! Huyu mwanamke anataka kumuua mgonjwa. Kionjo cha mwisho. Wauguzi na madaktari walimvamia Mama Abdul yote kujaza, lakini alipokamatwa, alicheka kwa sauti ya kutisha. Salma, unajua siri ya mwisho? Amina si mlemavu wa miguu tu, kuna kitu kingine ambacho kitakufanya utamani uwe umekufa wewe kuliko kuwa naye. Amina akafumbua macho, akamtazama Salma kwa macho ambayo hayakuwa na msamaha tena, na kusema kwa sauti iliyojaa ghadhabu, sasa mchezo umeanza rasmi. Kionjo, Siri ya damu imefichuka, lakini siri ya Amina inaficha kitu kikubwa zaidi ambacho Salma hajawahi kukitarajia. Bahari ya Korongoni ilikuwa mwanzo tu, sasa wako ndani ya shimo la joka lenye vichwa 7.